na kwa nafasi ya high table nilikuwa naomba kama tulivyoanza jana na leo tumkaribishe ndugu yetu Haji Abdul Wahid kwa ajili ya kusema neno la awali la lengo la kukutana sisi kama Waislamu umma huu katika kuadhimisha legacy ya Sayyid al-Umma. Lakini baada ya hapo atatambua uwepo wa viongozi wetu na ndugu zetu ambao tumewaalika katika programu ya leo, na kisha tutawaelekeza waende wakaketi ili tuendelee na programu yetu. Ndugu yangu, karibu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Mashekhi zangu, viongozi zangu mliokaa meza kuu, kwa sababu ya kuokoa muda kama alivyosema MC, sitotaja mtu mmoja mmoja, mkiongozwa na mwenyekiti wa taasisi ya TSMC. Mashekhi zangu mliokuweko huku, kina baba na kina mama, vijana wetu wa vyuo, kamati ya maandalizi, lakini kinamna ya pekee kabisa wenyeji wetu Dar es Salaam Jamaat, tunapenda kuwashukuru sana. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kama mwenyekiti wa kamati nimeambiwa nitoe neno la awali na malengo ya shughuli hii. Shughuli yetu hii kwa leo ina sura nyingine, na baadaye kama nilivyosema jana itakuwa na sura nyingine zaidi. Sasa hivi tupo kama Waislamu wa madhehebu zote bila kujalisha madhehebu zetu, na kamati ina malengo yake kwa nini tuko hivi. Lakini mchana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu insha Allah tutakuwa kiubinadamu zaidi, watu wa zaidi ya dini moja, Wakristo na hata wasiokuwa katika Wakristo, dini nyingine, na kamati ina malengo yake kwa nini iwe hivyo. Wageni wetu, sisi tulipokuwa tukiandaa kongamano hili la kuenzi maisha legacy ya Samahatu Sayyid Ayatullahi al-Uzma Shahid Sayyid Ali Khamenei, katika mipangilio yetu tukaona tusitosheke tu kukutana sisi kama wafuasi wa madhhabu ya Ahlul Bait, na tukafanya hilo. Tukaona ni kumdogosha sana Sayyid na kuto kumtendea haki Sayyid. Sayyid kama alivyokuwa mwalimu wake marhumu Imam Khomeini, alikuwa si tu ni kiongozi wa Mashia, kama ambavyo hakuwa tu kiongozi wa Wairani. Sayyid alisimamia uadilifu. Sayyid alikuja mpaka akawa ni kiongozi wa ubinadamu. Lakini kama ilivyo session yetu hii ya asubuhi, sisi kama Waislamu, katika kitu ambacho Sayyid kwa umri wake wote na kama kiongozi takriban miaka 37, kiongozi wa juu, alisimamia suala la umoja wa Waislamu. Nadhani katika watu wa meza kuu kama shekhe wetu, mzee wetu Sheikh Muhammad analifahamu vizuri hili, na viongozi wengine waliokuweko huku, na yeye ni miongoni mwa watu ambao wamewahi kuhudhuria makongamano au kongamano hili ndani ya Iran. Kwa hiyo tukaona katika kuenzi legacy ya Sayyid tuwe na kikao kama hichi. Upepo huu unaovuma, matokeo haya yaliyotokea, awareness hii iliyokuwepo, kwa sababu Mwingereza ambaye sisi ametawala sehemu kubwa sana ya dunia, alikuja na policy yake kama mnavyotuambia walimu wetu kina Sheikh Muhammad Said, kwamba alikuja na policy yake yenye slogan ya divide and rule, wagawe watu ili uweze kuwatawala.
na hii ndiyo silaha kubwa sana inayotumika kwetu sisi dhidi ya Waislamu. Tofauti tulizokuwa tuko nazo, ukenda kiuchunguzi, kiutafiti, akili huru, akili salimu, hazina ni artificial tofauti, hazina uhalisia, ni tofauti za kupika. Tunazo tofauti naam, hata katika dhehebu moja la Imam Shafi wanazuoni wake wametofautiana, Maibadhi wanazuoni wake wametofautiana fikra, Mashia wanazuoni wametofautiana fikra, lakini si hivi zilivyojengwa kwamba sisi kama Waislamu tuweze kufika mahali tukufurishane. Hatuwezi kukaa meza moja tukapanga mipango yetu wala kujitetea pale tunaposhambuliwa, kama kwa bahati mbaya sana ndiyo hali halisi ya dunia leo ilivyo. Waislamu madola yote, sote zaidi ya watu bilioni 2 duniani, tumeshindwa hata kuungana katika dola ambayo ndani yake kuna kibla chetu cha mwanzo Al-Quds, kama alivyozungumza marhumu Imam Khomeini akililia umoja, kitu ambacho aliinvesti katika umri wake wote, kwamba lau wakati ule yeye alikuwa akizungumza bilioni 1.5 1.6, akasema wangekwenda kutema mate tu Israeli ingeghariki. Lakini maskini hawana umoja, hawatambuani, wamegawika na wamegawanyishwa na wamekubali kugawanyika. Kwa hiyo madhumuni ya session hii ni kwanza kuja kuamshana na kueleweshana kwamba muda umefika, na kwa hakika tumechelewa. Sisi kama Waislamu ni lazima turudi, tusimame pamoja, tuzungumze neno moja. Tofauti zetu ni ndogo ndogo mno ambazo wala hazitomalizika. Hakuna mtu ana uwezo wa kumaliza tofauti hizi, wala hakuna mshia ana ndoto siku moja ya kumaliza masuni wote, wala hakuna mwenye uwezo huo, wala hakuna msuni ana uwezo wa kuwamaliza mashia wote wakawa masuni, wala hakuna mtu mwenye ndoto hizo. Kitu cha msingi sisi kama Waislamu, hii ni wake up call iliyokuwepo kwetu sasa hivi. Upepo huu wa dunia ulivyovuma, ni lazima, ni wajibu turudi, tukae pamoja, tuzungumze na tuamke katika usingizi mzito. Lau kama hatukuamka, hali miaka 10 20 inavyoelekea, hali ni mbaya zaidi, kama ilivyotuonyesha katika ile skeleton ya X-ray katika vita hivi vya Middle East. Kwa hiyo ndugu zangu, bila kurefusha, kwa sababu MC amezungumza, tuko nje ya wakati, hayo ndiyo yaliyokuwa madhumuni ya kikao chetu, hasa katika siku ya leo, katika session ya asubuhi na katika session ya mchana. Tuje tuzungumze kama binadamu sasa, lakini tuliona kwamba tukae sisi wenyewe, halafu tutakapowaita watu wa dini nyingine iwe sisi wenyewe tumekaa, tumeelewana, tumezungumza, halafu tuje tukae na watu wengine wasiokuwa Waislamu. Je, sisi kama binadamu, kutofautiana kwetu dini kunahalalisha kupigana? Kunahalalisha kufanya chuki? Tofauti tulizokuwepo zina uhalisia au ni tofauti artificial kama nilivyozungumza mwanzo? Kwa hiyo masheikh zangu, ndugu zangu, wahudhuriaji wenzangu, wana semina au wana kongamano wenzangu, haya ndiyo yaliyokuwa madhumuni na ndiyo theme ya kongamano letu hili. Kwa niaba ya kamati, kwa mara nyingine tena nikukaribisheni. Mwenyekiti inshallah atazungumza baadaye katika session ya mchana. Karibuni sana, ahlan wa sahlan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. MC amenimegea kazi yake kidogo, inaonekana mvivu kidogo. Ameniomba niombe meza kubwa sasa irudi katika ile sehemu yake pale, abakie mzungumzaji wa sasa hivi. Kwanza kuna clip ambayo itapigwa pale, hawatoiona vizuri, lakini pale kwenye meza kubwa, kwa heshima na taadhima, tunaomba turudi katika ile sehemu yetu, ili hapo abakie kaka yetu mkubwa brother Istanbul Abdullahi Nasir, ambaye ndio atakuwa mzungumzaji wetu wa sasa hivi. Asanteni sana. Kuwatambua maadui zetu. Mwenyezi Mungu mtukufu amewafanya Waislamu kuwa umma wa wastani au wakati na kati, na ameahidi kufanya Uislamu ushinde juu ya dini zote. Hata hivyo, ili hilo litimie, ilikuwa ni lazima Waislamu waende mbele kwa kushikamana na dini yao kwa nguvu na umoja. Kadiri mlivyoendelea kutekeleza mafundisho ya Uislamu na kusonga mbele licha ya tofauti za kimtazamo, mlifanikiwa mafanikio makubwa, mkajenga ustaarabu mkubwa, mkasimamisha dola duniani na mkaendelea kuongoza ubinadamu. Kwa mujibu wa Shahid Murtadha Mutahari rahmatullahi ta'ala alayhi, pale Waislamu walipoacha kushikamana na Uislamu na Qur'ani,
wakajishughulisha na mambo madogo badala ya malengo makubwa, na badala ya kusimama pamoja dhidi ya adui, wakaanza kupigana wao kwa wao. Na walipoacha kushikamana na amri ya Allah aliposema, shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarakiane, na badala yake wakageuza tofauti zao kuwa chanzo cha mgawanyiko, hapo ndipo nguvu zao zilipodhoofika, imani ikapungua na adui akawatawala. Hali hii ilishawahi kuonywa katika Qur'ani: wala msigombane, mkakata tamaa na nguvu zenu zikaondoka. Kwa mujibu wa kiongozi wa mapinduzi Ayatullah Ali Khamenei, sumu hatari kwa ulimwengu wa Kiislamu ni mgawanyiko. Mgawanyiko huu unatenganisha mataifa na pia unatenganisha nyoyo. Mfano wa Andalusia. Katika historia ya Waislamu kuna mifano mingi ya jambo hili. Mfano mmoja ni jamii ya Kiislamu ya Andalus. Mwanzoni mwa karne ya 4 na 5 Hijiria, zilijitokeza dola ndogo ndogo takribani 26 za Kiislamu. Zilikuwa zinapigana kila mara, na ili kuwashinda Waislamu wenzao, zilikuwa zinaomba msaada kwa Wakristo na hata kulipa kodi kwao. Wakristo walikuwa na kisasi cha muda mrefu, wakatumia fursa hiyo. Yusuf ibn Tashfin aliwashinda Wakristo na kuanzisha dola ya Almoravid, lakini haikudumu sana. Baadaye Almohad walirejesha tena umoja, lakini nao walidhoofika. Hatimaye dola ndogo ndogo zilirudi tena, zikisaidiana na Wakristo dhidi ya wenzao. Wakristo wakateka miji kama Valencia, Murcia na Mayoka. Mwishoni ilibaki tu Nasri, ufalme wa Granada. Cha kusikitisha zaidi, watawala wa Granada waliwasaidia Wakristo dhidi ya Waislamu wenzao, lakini baada ya kuondoa wapinzani wao, Wakristo waliwageukia wao wenyewe, na hatimaye Uislamu ukaondoka kabisa Andalusia mwaka wa 897 Hijiria. Mfano wa dola ya Ottoman. Dola ya Ottoman ilikuwa na nguvu kwa sababu ya kushikamana na Uislamu na sheria, lakini viongozi wa umoja wa kifalme walijaribu kuvunja umoja wa Kiislamu. Waziri Mkuu William Ewart Gladstone alisema, maadamu Qur'ani ipo mikononi mwa Waislamu, hatutaweza kuwatawala. Mgawanyiko wa kimadhehebu ulitumika kama silaha ya kisiasa. Waislamu wakaanza kushirikiana na Waingereza dhidi ya wenzao, na hapo ndipo kuporomoka kulipoanza. Njama za kisasa za mgawanyiko. Leo hali hii bado ipo. Baada ya mapinduzi ya Iran mwaka 1979, vyombo vya habari vya Magharibi vilizua propaganda ya Shia Crescent ili kuwagawa Waislamu. Kiongozi Ali Khamenei anasema, moja ya malengo makubwa ya madola makubwa ni kuleta mgawanyiko kati ya Shia na Sunni, na pia wanaochochea Shia dhidi ya Sunni na Sunni dhidi ya Shia si marafiki wa yeyote. Hao ndio maadui wa Uislamu. Wakati mwingine adui hutumia tofauti za kikabila badala ya kidini, kama ilivyo Afghanistan. Makundi ya takfiri. Mbinu nyingine ni kuunda makundi yanayotangaza Waislamu wengine kuwa makafiri na kueneza machafuko. Kulingana na Ali Khamenei, Marekani na washirika wake walisaidia kuunda makundi kama ISIS ili kuwagawa Waislamu. Makundi haya hutumika kama kisingizio cha kuvamia nchi za Kiislamu na kupora rasilimali zao. Suluhisho ni nini? Suluhisho tayari lipo, lakini watu wanapenda kulipuuza. Qur'ani inatuambia waumini ni ndugu, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliweka msingi wa undugu huo. Kwa mujibu wa Ali Khamenei, umoja si mbinu ya kisiasa, ni amri ya Qur'ani. Tunapaswa kuwa na huruma baina yetu, kuheshimu tofauti na kusimama pamoja dhidi ya adui wa pamoja. Ni lazima tuwe na busara kumtambua adui, kumtambua rafiki na kuepuka kuwa chombo cha mgawanyiko. Kama ilivyosemwa, sauti yoyote inayochochea mgawanyiko
ni kipaza sauti cha adui, iwe anajua au hajui. Hata kama tunatofautiana, hatupaswi kutoleana hukumu ya ukafiri. Adui si Muislamu mwenzako, ni yule anayekufanya umchukie ndugu yako. Naam, kama tulivyotoka kutizama katika clip ambayo imeonyeshwa, Uislamu ama Waislamu wamekuwa katika mgawanyiko. Wafuasi wa Ahlul Bait ama Mashia, tuna kundi la wafuasi wa Ahlus Sunna, Masalafi na mengineyo ambayo yapo katika jamii zetu. Lakini pia kuna makundi ya kitakfiri kama ilivyokuwa inaonyeshwa katika video, ambayo yanavaa au yanavikwa vazi la Uislamu, wanaingia katika jamii, wanafanya uharibifu. Makundi kama ISIS, Boko Haram na mengineyo ambayo yamefanya uharibifu mkubwa sana katika mataifa mbalimbali na maeneo mbalimbali, lakini wakibeba bendera zilizoandika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahati mbaya sana Waislamu tumekuwa katika mgawanyiko ambao tunashindwa kuyaona ama kuiona hatari inayotukabili kwa kuwepo na mgawanyiko huu. Ni hatari gani inatukabili sisi Waislamu juu ya huu mgawanyiko uliokuwepo? Samahat Sheikh Istanbul Abdullah Nasir atakuja kupita na mada hiyo inayohusu hatari inayokabili Waislamu. Hivyo basi tumkaribishe, japokuwa tayari ameshapanda katika mimbari, lakini tutoe salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad kwa ajili ya kukaribisha mada yake insha Allah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasim Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wazee wangu, mama zangu, ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza, kabla sijaendelea mbele, naomba kwa unyenyekevu, heshima na taadhimu tukumbuke wazee wetu waliotangulia mbele za haki, mama zetu na ndugu zetu. Kwa mfano Sheikh Abdullah Nasir, Sheikh Ali Mayunga, Sheikh Hassan Malupa na kila aliotangulia mbele, kwa kuatilia Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi. Mada hatari ilivyoandikwa, ni hatari inayowakabili Waislamu. Mimi napenda kuisahihisha na kutumia hatari inayotukabili Waislamu. Mada nzito sana na ni nzito kwa sababu haikufanana na zote zilizokuwa zimezungumzwa tangu jana, na niruhusuni kusema kwamba ni mada ya kipekee. Na katika kuisherehesha, ingawa mada inaitwa hatari inayotukabili Waislamu, pana nukta mbili muhimu. Moja ni umuhimu wa Waislamu kurudisha umoja wao, na pili, je, Waislamu watamtambua vipi na kumdhibiti
adui yao. Mimi nitaigawanya daraja 3 na ziko nyingi zaidi, lakini kwa sababu ya muda sitaweza kuzizungumza zote. Moja ni karne ya 11, na naomba mashefu mlioko nukuni hizi tarehe. Mwaka 1095, 1095 AD, kulikuwa na mkutano muhimu sana sehemu moja Ufaransa yaitwa Clermont. Mkutano huu uliitishwa na Pope Urban wa pili kuwahamasisha na kushajihisha wafuasi wa kanisa Katoliki lililokuwa kwa wakati huo kuja Jerusalem kupambana na Waislamu, na alisema urongo mwingi Pope. Na vita vilivyokuja vikaendelezwa upande ule ni vita ambavyo vimeacha tarehe nzito kwa Waislamu ambao wanajua, na muhimu sana watu watafiti ili wasome vita vya kwanza vya msalaba vilikuwa vipi na athari yake ni ipi. Na juu ya kuwa kanisa lilikuwa halina jeshi, walibidi mpaka watumie wafungwa wale criminal wa hali ya juu watolewe. Na katika vitu vilivyokuwa vimetumika kuwashawishi wawe wanyama zaidi dhidi ya Waislamu ni kuwa yule Pope aliwaruhusu mpaka kuwa awapa cheti cha kwamba lao umefika akhera, utakayekutana naye muoneshe hichi cheti, mwambie atakupa ardhi yako kule. Nitatumia sehemu ya pili na kuthibitisha, na hichi ni kitabu ambacho nakizungumza sana kwa sababu kinachapishwa Kenya, lakini hakisomeshwi shule, hakizungumzwi misikitini, wala kwenye hafla kama hizi watu hawakizungumzi. Kinaitwa The Portuguese Period in East Africa. Kimechapishwa na Kenya Literature Bureau. Kwa nini na waambia kuhusu hiki kitabu? Hususan hapa kwenu kuna msemo sana wa unalengwa Uislamu, lakini kwa henezi, kikwetu tutasema kihikma sana, kwa bana Waislamu walileta utumwa au Waarabu walileta utumwa. Lakini malengo hasa huwa ni kuupiga Uislamu, kwa sababu huwezi muatanisha Mwarabu na Uislamu, ingawa wako Wakristo Waarabu. Lakini muktadha unaotumika hapa kujengea hoja hiyo ni kwa Waarabu kumaanisha waliokuja Zanzibar. Lakini ukisoma kitabu hicho, na ndio swala langu linalokuja, tuulizane baina ya kanisa Katoliki na kina Sayyid Said na Barghash, alokuja mwanzo hapa ni nani? Sayyid Said ankuja mwaka 1832. Vasco da Gama kwa niaba ya kanisa Katoliki amekuja mwaka 1497. Naomba mnisikize makini, ni utangulizi alafu tutaingia ndani. Kwa hivyo mwaka 1832 na mwaka 1497 aliokuja mwanzo ni nani? Sasa Vasco da Gama amekuja kwa sababu kanisa Katoliki limewagawanyia ufalme wa Ureno na ufalme wa Spain sehemu mbili za Waislamu, ambapo ni huku kwetu na Mashariki ya Kati na Bara Hindi mpaka Mashariki ya mbali, Far East.
Vasco da Gama alikuwa mpawa kazi ile ya aidha tukubali kufuata kanisa la Kikatoliki au alikuwa na ruhusa ya kutuua sote, kama ambavyo alivyokuwa 1095 Pope Urban anatoa ruhusa kama hiyo. Kule kwetu hususan kwa kina Said na Dr. Khatib, wana wafalme wao, na kwetu Mombasa kuna mtu alikuwa mtawala ambaye wamechinjwa mbele ya watu wao, alafu vichwa vyao vimechukuliwa mpaka Goa India, havijarudishwa mpaka leo. Naomba mkinisikiza hii mada msitoe kwenye akili, kwa sababu nimeanza mbali naja. Hatari inayotukabili Waislamu. Kilwa si Tanzania, miaka 200 mfululizo unyama wa mfanya Kilwa, na Mombasa hata Hitler hakuwafanyia Mayahudi unyama huu, miaka 200 mfululizo. Sasa mimi nawauliza wa Tanzania, habari hizi shule mwasomeshwa? Misikitini mwazisikia? Sasa alofanya utumwa mwanzo ni nani? Alofanya utumwa mwanzo, kwa mukhtasari huo, alofanya utumwa mwanzo ni nani? Swala la kwanza. Swala la pili, Vasco da Gama mbali na kuwakilisha nchi yake ya Portugal, Ureno, alikuwa anawakilisha kanisa Katoliki. Said na kina Said Baraghash walikuwa wawakilisha milki yao ya Oman, lakini hawawakilishi Uislamu. Muhimu sana kujua tofauti zake. Kwa nini tarikhi hii haizungumzwi? Taban, kama watakalaumu wasio Waislamu kwa kutoizungumza na kuieleza watoto wetu kwenye mashule, basi aliotuzuia sisi Waislamu kuizungumza, iwapo ina ushahidi, ni nani anayetuzuia tusizungumze? Twaizungumza sisi. Kabla ya leo mshaisikia nyinyi kwenye shule, nyinyi pia msoma kwenye hauza, madarasa. Sofala, Kilwa, Pemba, Zanzibar, Mombasa, Lamu, Malindi, kuntokea unyama. Narudia, hata Hitler hakuwafanyia Mayahudi unyama huo. Na kwenye hicho kitabu The Portuguese Period in East Africa kuna ukurasa wa 48 ambapo muhimu sana kunukuu. Wanasema wao wenyewe, yule mwandishi ameeleza vizuri sana kwenye ukurasa huo, kwa bana wao wasikia wao ni watoto wa kanisa zaidi, kila wakiwafanyia Waislamu unyama kiasi inavyowezekana. Tuko pamoja paka na nukuu mimi ukurasa wa 48 wa hicho kitabu, chini ya kichwa cha maneno Subjugation by Force and Construction of a Fort in Kilwa. Naomba msikie. Anasema, in a letter to the Pope, kwenye barua aliyomwandikia Pope, the King of Portugal, mfalme wa Ureno, expressed his conviction, amejieleza kujitolea kwake,
that he was only behaving as a true son of the church. Kwa yeye wajihisi tabia yake ile ni zaidi kutokana na kwa yeye ni mtoto wa kanisa, when he did as much damage to the Muslim as possible, kila akiwafanyia unyama zaidi Waislamu kiasi inavyowezekana kufanyika. With this in mind, akiwa na hii fikra kwenye akili yake, he even hoped to penetrate into the Red Sea. Alikuwa na matumaini ya kuvuka bahari ya Red Sea and destroy Makkah, na kuvunda Makkah, asema the abominated town of the false prophet, mji uliolaaniwa wa mtume wa urongo. Sasa changanya watawala wa Lamu, Faza kuchinjwa, vichwa vikachukuliwa na Mombasa, alafu na haya maneno, alafu wewe mtu akwambia vipi dhidi ya Uislamu, na wewe huna mbadala hujja ya kumwambia basi wewe kama waona ajabu hilo, angalieni yenu mliofanya wakati wewe hata hujawa Mkristo. (1497) ambaye alikuwa yuko Kilwa, ambaye si Muislamu ainue mkono. Aliyekuwa Zanzibar, Pemba, alikuwa Dar es Salaam, alikuwa ambaye si Muislamu, alikuwa yeye ni Mkristo, ainue mkono. Hatari inayotukabili Waislamu si wasiokuwa Waislamu, si madhehebu ya Waislamu ambayo hayafanani na yetu. La, hatari inayokabili Waislamu kwanza ni upuuzi tulionao sisi wa kutafiti na kusoma kweli, ili tuweze kumdhibiti ajue, tukishamjua asiweze kutudhuru. Adui yako si Sunni, adui yako si Salafi, adui yako si Mkristo. Adui yako ni Zayuni ambaye hatambui dini yoyote isipokuwa dini yake ni kwamba ingawa Mungu sikukubali mimi kama huko, lakini naamini wewe ulinibariki mimi kwa kunijalia Palestina ile yangu. Wajua, kuna maneno ndugu zangu mwayasoma, mwayaeleza, lakini hamukamui, hamuchuji, mkatoa cream kando na matapo, ile takataka zikawa kando. Qur'ani yasema maneno mingi, lakini kama alivyosema Sayyid mapema na Dr. Abdulrazak, kuna mafhumu. Mwenyezi Mungu akisema walam tarda anka al-yahudi wala nasara hata tattabi'a millatahum, Yahudi wenyewe ni hawa kina Netanyahu. Hivi hapa kuna mtu aweza kuniambia kwamba mtume alipigana na wazungu Maka au Madina? Sasa hawa ni wapi hawa waliozuka? Wanatoka hawa? Tarikhi somo muhimu sana, kwa sababu kutolijua vizuri hili utarudia makosa. Ni watu waliojipanga tangu 1095 AD, alafu wakarudi mwaka 1710 wakaleta majasusi tisia sehemu ya Mashariki ya Kati na Ghuba la Uajemi, na wakapanga, wakajieleza na vitabu vyao. Ndio mambo ambayo nyinyi sana hamuvitafuti kumsoma adui mkamjua apanga nini. Na nukuu, mshawahi kusikia mtu aitwa Adam Weishaupt? No, mwitaji human devil.
Huyu Adam Weishaupt ndio katika waliorudi wakarudisha ile secret society za mambo ya Freemason. Yeye anasema na nanukuu, disorders, revolutions, economic convulsions and political upheavals do not happen. Haya mapinduzi, fujo zinazotokea katika nchi hizo, Arab Spring muzitaja, asema hayatokei tu kwa bahati mbaya, sudfa. They result from planning, yanatokana na mipango. Under the surface, unknown to good people, chini kutojulikana na watu wazuri, hawaelewi kitu, waona mambo yatokea tu kwa bahati mbaya. Asema there are constant plots, schemes, tricks and intrigues. Njama, hila, kila kitu, mipango machafu yote yatokea chini chini, na watu wema hawayajui haya. Huwa twapanga nini sisi? Sawa. Sasa nataka musikize Waingereza mwaka 1710 wasema nini, ili mujue kwa nini sisi tumfika hapa tulipofika. Patu muhimu sana. Kwa nini Mungu anatuambia hawatoridhia Wayahudi na Nasara mpaka mfuate mila zao? Mila yao ni ipi ya kumaasi Mungu? Mungu wao ni nani? Ni Ibilisi alokataa mambo hayo, inni jailukum fil ardh khalifa. Na akamwahidi Mungu kwa utaona nitakavyopotosha. Sawa? Haya. Naja sasa ndio kunukuu pale ambapo ni muhimu zaidi, na naomba munisikize vizuri, alafu tutaingia ndani kwenye nukuu hiyo. Mara nyingi huwa twateta baina yetu, lakini ni kwa sababu ya kukaa kijahili bila kutaka kujua yule asiyesisi ambaye ndiye adui ni yupi. Kwa hivyo yeye mzuri kwenye kupanga, tukaona ni huyu mwenzangu, kwa sababu humlipa yule akatulipa na sisi, hata kama ni kwa mkono wa tatu, ili yeye usimuone. Wenyewe wanasema from the shadow, kwenye kivuli yeye apeleka mambo, kama alivyopeleka vita vya kwanza vya ulimwengu na vita vya pili vya ulimwengu. Halafu huyo huyo ndio alopawa kama certificate ya kwamba sasa buni taifa la Kizayuni Mashariki ya Kati. Na nukuu sasa maneno ya mmoja katika wale majasusi waliotumwa kuja kuleta farakano baina ya Waislamu. Asema, we the English people, si France, si Germany, we the English people have to make mischief and arouse schism. Lazima tulete fitna na tuinue mihemko ya kiajabu ajabu. In all our colonies, kwenye koloni zetu zote, in order that we may live in welfare and luxury, ili sisi Waingereza tuweze kuishi raha mustarehe. Only by means of such instigations, kwa sababu hiyo tu ya njia kama hizo, will we be able to demolish the Ottoman Empire, ndio sisi tutaweza kuimaliza dola la Uthmania. Otherwise, how could a nation with a small population bring another nation with a greater population under its sway? Kama si hivyo, itawezekana vipi kijinchi kidogo kama sisi Uingereza kuitezea nchi kubwa kama dola la Uthmania tuilete iwe tahti al-amr? Look for the mouth of the chasm. Tafuta kidomo cha hapo mahali pa kuingilia. With all your might, kwa nguvu zako zote.
and get in as soon as you find it, na uingie muda unapokiona hicho kidomo, ingia huko. You should know that, yapaswa ujue kuwa the Ottoman Empire and the Iranian Empire have reached the nadir of their lives. Sasa angalia hikma. The Ottoman Empire ni maana ya Sunni, lakini kwa lugha kijasusi wanaificha. And the Iranian Empire ni kwa maana ya Kisunni na Shia. Sasa hapa Ottoman Sunni, Shia Iranian Empire, asema umefika kwenye kilele cha maisha yao. Therefore, your first duty is to instigate the people against the administration. Kwa hivyo wewe, kazi yako ya kwanza ni kufitini watu dhidi ya mamlaka. History has shown that the source of all sorts of revolution is public rebellion. Taarikhi inaonyesha kwamba kila chanzo cha mapinduzi ni watu kuasi dhidi ya mamlaka yaliyoko. When the unity of Muslim is broken, wakati umoja wao utakuwa umevunjika wa Waislamu, and the common sympathy among them is impaired, na ile kuonana imani tumeusambaratisha, their forces will be dissolved and thus we shall easily destroy them. Nguvu yao itakuwa imeyayuka au imetepetea, na kwa maana hiyo kwa urahisi tutawamaliza. Tumeelewana? Kimsingi fitna baina ya madhhab ya Waislamu, fitna baina ya Waislamu na wasio Waislamu, adui aliyopanga ni Zayuni, na mikakati na mipango yake ameieleza kwenye vitabu ambavyo vyaeleza tarehe yao na mikakati yao na mipango dhidi ya imani yoyote. Kwa sababu hata sasa hivi Palestina, hata kule Iran, wako Mayahudi, wako Wakristo, wako Shia, wako Sunni, na wakipigwa yale mabomu hayaangali mwatile daktari mpige huyu Istanbul, hayendi hivyo. Tunapozungumza hamasa na jazba zapoteza sana mwelekeo na mwangalio wa kisawasawa wa mtu mcha Mungu, kwa sababu Qur'ani atukataza, atuambia hata kama mtu humpendi, hakikisha unamtendea haki. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Takwa kwa maana ya consciousness, kuwa wewe uko hadhir, wajua Mungu yuko hadhir kila unapofanya jambo lako, aidha kwa siri ama dhahiri. Kwa hivyo hatari inayotukabili Waislamu ni kutomjua adui ni nani, na kwa sababu hatumjui adui ni nani, ni vigumu sana kumdhibiti asitudhuru. Tofauti na Iran, kuna wasomi ambao wamemsoma, wamemtafiti, wajua adui ni nani. Ndio naona hata akipigiwa watoto wake skuli, ye hapigi watoto skuli Israeli. Takwa, kwa sababu mwanadamu, alafu Muislamu, alafu mu'min, alafu mwenye yakini ambaye ndio anafika kwenye ushahidi. Kwa hivyo adui ni Zayuni, na Zayuni ni hatari hata kwa Mayahudi. Sasa huyu Zayuni ni nani? Hawa wanaitwa Khazar Ashkenazi. Hawa ndio walomzuia yule Hajjaj na Abdul Malik ibn Marwan kuingia bara Europa kupitia upande wa mashariki. Walipogundua kuhusu Talmud, wakaiomba ile kutoka kwa Konstantine, alikuwa watawala Roman Catholic Church. Walipoipata ile, wakajidai wao ndio Mayahudi. Ndio nikawauliza mwanzo kwenye utangulizi, hivi mtume alipigana na wazungu? Yahudi hasa kama mimi na wewe, rangi yake
Swala langu la mwisho katika kufunga, kwa sababu nilikuwa ninabakisha dakika 5, tutamjua vipi adui tuweze kumdhibiti asitudhuru? Na yeye ni mzuri sana kwenye tatizo liko huku, lakini akuelekeze kichwa chako huku, alafu akuulize waliona tatizo. Mada pana ya kina na ndefu, na kama nitakuwa na ombi, naomba watu waliopanga warsha hii inshallah, na Mwenyezi Mungu awawezeshe, tuwe na warsha ya kama wiki moja hivi, tuje tuzungumze mambo haya kwa undani. Warsha hii iwe ni utangulizi, na tukubaliane pamoja, na Mwenyezi Mungu atujalie taufiki yake, atupe radhi yake inshallah, tuweze kuamka Waislamu, tumuone adui na tuweze kumdhibiti asidhuru, licha sisi hata wasio sisi, kwa sababu nia yake atakabakie peke yake, wengine wote wenye imani za dini yoyote awaondoke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana kwa wasilisho la brother Stambuli, mwenyewe anapenda kumuita kaka mkubwa. Wasilisho imekwenda straight, na kimsingi tumeiona hatari ambayo ina ukabili umma wa Kiislamu. Nikisema umma na kusudia madhehebu zote za Kiislamu, kwa sababu mada yake ilikuwa inafatana na panel ya discussion, kwa maana ya meza ya mazungumzo au majadiliano. Kwa hiyo itakuwa haina session ya maswali na majibu, badala yake patakuwa kuna maswali ambayo yameratibiwa hapa, na tutakuwa tuna wawasilishaji wa meza ya duara, kwa maana ya panel kwa ajili ya discussion. Sasa bila kupoteza muda, naomba nimlete kwenu mzee wetu Muhammad Saidi Salum Manyema, huyu wa Tabora, mwenye anapenda kujiita Muhammad Saidi Salum Popo, ambaye amefanya publication, kaandika papers na articles zaidi ya 31, katembea nchi zaidi ya 40 ulimwenguni, amefanya presentation zaidi ya vyuo vikuu 20 duniani. Ana wasifu mpana, lakini moja ya paper ambayo aliwahi kuiandika ni Islam Encounter with the Challenges of 21st Century. Aliwasilisha pale Kenyatta University Nairobi mwaka 2006, na recently ameendelea kufanya researches mbalimbali. Kuna siku nilikuwa nafuatilia moja ya kitabu ambacho nikiandika, kinaitwa Maisha na Nyakati za Abdulwahid Said 1924 na 1968. Ana wasifu mpana. Karibu sana mzee wetu wa Magomeni kwa ajili ya panel. Atakaa hapo meza siti ya pili kushoto kwa brother Stambul. Wakati anakuja tumpigie salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Karibu sana mzee wetu. Wakati anakwenda mzee Muhammad Saidi, naomba pia nitambue uwepo wa shekhe wetu Sheikh Shafi. Sheikh Shafi ni mtafiti, ni researcher, lakini pia ni miongoni mwa waandishi wa vitabu kwa lugha zote, Kiswahili, Kiingereza pamoja na Kiarabu. Lakini ni msomi, amefanya amepresent papers katika chuo cha Azhar Misri mwaka 2024, alikwenda kwenye conference. Lakini pia kwa sasa ni mwanafunzi wa chuo kikuu Uturuki. Karibu sana Sheikh Shafi. Masbuqan bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wakati anakwenda Sheikh Shafi, panelists wa mwisho, sio kwa umuhimu kwa orodha nilionayo hapa, naomba nitambue uwepo wa ndugu yangu Sheikh Shaban Pembe. Ni brother, napenda sana kumuita brother kwa sababu ya namna anavyobehave. Huyu ni imamu wa msikiti wa Mtambani Kinondoni pale, lakini ni CEO wa moja ya kampuni hapa Dar es Salaam. Sijataja jina lake isionekane na mtangazia biashara, lakini pia ni msomi, kafanya shahada ya sheria chuo kikuu Johannesburg, South Africa. Karibu sana brother, karibu sana sheikh wetu, karibu sana Imam Muhammad wa ali Muhammad salawatu. Kwa tunavyomfahamu, kwa watu ambao wanafuatilia social media,
baada ya tukio la tarehe 28 amekuwa na mwendelezo wa series karibuni kila wiki anazungumza na nafasi ya Said Taid. Sasa ni mtu anafuatilia na akili yake ni pana katika kuyaelewa mambo kwa upana wake, na kwa nafasi kama imam, maanake ana nafasi kubwa sana ya kueleza umma, hasa kwa upande wa ndugu zetu wa Sunna ambao tumeungana nao katika hili jambo ulimwenguni sote. Kwa hivyo anastahili kongole kwa hili ambalo alifanya. Naomba nitambue uwepo wa mama yetu Mama Shamim Khan ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania JUWAKITA. Karibu sana mama yetu, karibu sana, umekuwa nasi kwa muda mwingi, kwa matukio mengi, na hii inaonyesha solidarity baina yetu. Baada ya kutoa utambulisho huu na utangulizi huu, naomba nirejeshe itifaki hii kwa Samahati Sheikh Mulabba kwa ajili ya kuongoza panel discussion kwa kuuliza maswali ndugu zetu. Karibu sana. Na inshallah tutakuwa na maswali ambayo mtaelekezewa, na inshallah kwa mukhtasar sana mtawasilisha, kwa sababu tunakwenda karibu kuingia muda wa swala inshallah. Swali langu la kwanza nitalielekeza kwa mzee wetu mtafiti mzee Muhammad Said, na swali linasema hivi: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni nchi ambayo imefanikiwa sana katika nyanja za kiimani na pia katika nyanja za kisayansi, kiteknolojia kwa kiwango kikubwa sana, na pamoja na vikwazo vilivyokuwepo. Je, ni mambo gani ambayo kwa kweli yamesaidia katika mafanikio haya na hususan kumshinda adui wa ndani? Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lazima nikiri kuwa hii miguu yangu hapa nilipo inatetemeka ya kiwango cha wanaowasilisha. Naulizwa mimi kama vile wao hawajui kitu gani kimewafanya Wairani washinde. Kitu kimoja tu kilichofanya Irani washinde ni kile kumwamini Allah. Kwa mtu yoyote kwa akili za kawaida, wameshambuliwa tuseme usiku wa alfajiri, viongozi wameuliwa, sehemu muhimu zote zile za kuilinda nchi zimepigwa, akili inakwambia kuwa hawa watu wamekwisha, hawawezi kufanya chochote. Na vyombo vya habari vikubwa vya dunia ambavyo viko mikononi mwa Wazayuni vinasema, tumeshakufanyeni kazi yenu, sasa nyinyi wa Irani wananchi, chukueni nchi yenu. Yaani wanawaambia watu waasi, lakini kuna kitu wamekisahau. Hawajui wale wanaowaambia ni Waislamu, wanamwamini Allah. Basi kipindi kile mpaka kufikia jioni, dunia nzima imeshangaa. Irani wamerejesha mapigo na umepiga vituo vyote vya Marekani vilivyokuwa vimewazunguka pale, vyote wamepiga. Hii ni katika yale ambayo wao hawakutegemea. Ndio toka mwanzo nikasema, mnaniuliza swali ambalo nyinyi jibu mnalo, mnanitaka nini mimi? Niseme uongo?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazito waliokuwa nayo wazee na watu waliobobea katika ilmu. Kwa hivyo kwa dakika chache ndugu zangu wamejibu, kwa sababu majibu mnayo na ameeleza kwa mukhtasar, kwa ufasaha. Sasa bado tuna nafasi ndugu zetu tuliokuwepo hapo, Sheikh Shafi, Sheikh Istanbul na Sheikh wetu wa Mtambani, tunaweza pia tukachangia katika swala hili. Naomba mchango wenu kidogo. Sheikh Shafi, kidogo tupe na wewe mchango wako katika hili. Tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Taban, naona uzito kuchangia kutokamana na ubingwa ambao kwamba ametuonyesha mzee wetu Muhammad Said, Allah ajizie khair, kwa sababu katika balagha pia kuna kitu kinaitwa al-ijaz, na katika muujiza ya Qur'an ni al-ijaz, yani ni kitu ambacho kwamba kipana, kitu ambacho kwamba kina furui nyingi, lakini mtu anakijibu kwa ufupi. Ndio katika muujizati za Qur'an ambazo kwamba kila siku kumekuwa kuna tafiti mbalimbali kukijadili kitu hicho. Taban, kulingana na suali hili ambalo kwamba liloulizwa na akalijibu mzee Muhammad Said, kuna mambo mingi ambayo kwamba yamelakhis katika al-iman, ndio ambayo kwamba ilobeba mambo mengine yote. Lakini katika masala ambayo kwamba kwa muono wangu ambao kwamba iliwafanya wa Iran wakapata ile ushindi, ni watu kwanza wale viongozi wake kujipamba na masulia, yani yale majukumu ya nchi kwanza, kwa sababu tumeona mara nyingi katika miji mingi iliyoanguka, yanapofanyika mambo kama yale au tukio kama lile la kushambuliwa kwa namna ile, na nyinyi watu wa kawaida mkaona kabisa hatuna matumaini ya kufanya nini, ya kushinda, kila mmoja huo yuwatafuta kichochoro cha kukimbilia. Lakini wale hawakutafuta vichochoro vya kukimbilia, bali walijipamba na masulia ya kwamba nchi yangu kwanza, wakiwa wanaamini kila ambacho kwamba wanacho kifanya. Lakini kitu cha pili pia ni umadhubuti wa ule mfumo wa uongozi, kama tuliposikia katika muhadhara wa Sheikh Jaafar Mozoa na akachangia pia Dr. Abdurrazzaq, umuhimu wa mfumo ule, muongozo, ile huda ambao kwamba mulojiwekea au ambao kwamba muloichukua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umuhimu wa ule mfumo katika kuiongoza nchi. Kwa maana Saidi kashaondoka, lakini mfumo huko haujafanya nini, haujaondoka, ndio ambao kwamba ulioongoza kuweza kulivusha lile jahazi katika hali ngumu kama ile. Toba, kwa mtizamo wangu, lakini na ya kuneno ni mingi, lakini kulingana na toba na tasharraf kuletewa mada hii mezani na mwalimu wangu Sheikh Mulabba. Nilikuwa namkumbusha kwamba mwaka 2004 na 5 wakati tupo Bilali pale, yeye katika moja ya semina alikuwa facilitator na mudiri Kaabi na Sabi, kwa wale ambao watakaokuwa wanakumbuka, ni katika miongoni mwa watu ambao tumechuma vitu vingi sana kutoka kwake. Kwa hiyo natasharraf kuulizwa swali hili na yeye, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atawilishe umri wake. Kilichofanya Irani imefanikiwa ni kitu gani? Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kuna makundi mangapi madogo yaliweza kupata ushindi dhidi ya makundi makubwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Irani wamepata ushindi, wameteremshiwa msaada na Allah subhanahu wa ta'ala, na ilikuwa haiwezekani wao kuteremshiwa msaada na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wao walifanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum, mkimnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakunusuru. Kwa hiyo Iran imepata mafanikio
na imepata nusra na imepata ushindi, kwa sababu wenyewe kazi yao, moja ya kazi yao wanayofanya ni kuhudumia umma wa Kiislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, tumewasikia panelists wetu wakielekeza katika swali hili, na kwa haraka sana wamezungumzia ule umuhimu wa uongozi, ule mshikamano ndio sababu ya ushindi, ule umadhubuti wa uongozi, na pia kule kumnusuru Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu anatoa nusra hata kama tukiwa ni wachache. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufiki katika hayo. Swali langu la pili nitalielekeza moja kwa moja kwa Sheikh Shafi. Sheikh Shafi, maiki ni kwako sasa hivi, na swali linasoma hivi: miaka ya nyuma Waislamu hapa kwetu Tanzania na hususan mashariki hapa mashariki, Afrika Mashariki na pia ulimwenguni, tumekuwa tukiishi kwa pamoja licha ya tofauti zetu za kimadhehebu. Kwa sasa tumegubikwa na utamaduni wa kufundishana kwa tofauti zetu za kimadhehebu. Sasa utamaduni huu unatokea wapi na tufanye nini kama suluhisho? Karibu sana. Shukran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Taban, tukianza kwanza na swali, taban ni nasema swali mtambuka na vitu vingi, lakini mimi nitaanza katika nukta ya kwamba hii mambo ya takfir yametoka wapi. Tutakubaliana sote ambao kwamba tuna sifa ya kusoma na kuandika ya kwamba haraka ya takfir haijaanza juzi wala jana, tofauti na baadhi ya watu wanapofungamanisha haraka ya takfiri ya kwamba imeanzishwa na masalafi na mawahabi. La, huu ni uchache katika kutafiti, lakini ukitafiti zaidi utapata kwamba haraka hii ya takfir ilianza toka karne ya kwanza, al-asr al-awwal, na wa mwanzo kabisa ambao kwamba walioanzisha haraka hii ya takfir ni Banu Umayya. Na haraka hii ilikuja kwa sura mbili, kwa sura ya dini na sura ya kisiasa. Angaa sura ya kisiasa ilikuwa yafichwa na yabebwa na sura ya kidini. Ukisoma katika tarikh kuna kitu kinaitwa marasim Muawiya. Katika zile marasim Muawiya ambazo kwamba Sheikh Hassan bin Farhan al-Maliki, allama kabiri mwanachuoni wa Kisuni huyu mkubwa wa Saudia, ameandika kitabu kabisa marasim Muawiya, ambazo kwamba ni matamko na maamrisho maalum ambao kwamba aliamrisha Muawiya, ambao kwamba ilikuwa takriban 10, lakini sura yake ni sura ya kidini, ya kwamba hao watu ambao kwamba waliofungamana Ali bin Abi Talib wasikubaliwe shahada yao, wasifanyiwe kadha kadha na mambo mingi ambao kwamba baada yake ilituletea natija ambazo kwamba ni mbovu, ambazo kwamba mpaka leo tuumia kwazo. Kwa hivyo haraka ya takfiri ilianza katika wakati kama huo, kisha ikaja wakati wa Ahmad bin Hanbal na wanafunzi wake, tutakubaliana kina Barbahari, kisha baada yake wakaja kuhuisha, kwa sababu Ahmad bin Hanbal na wanafunzi wake ni katika watu wa mwanzo walioanzisha haraka ya takfiri. Ikhwani, Ahmad bin Hanbal alipoikhtalifiana na mwenzake al-Allama al-Kabir al-Shafi'i Hussein al-Karabisi, mwanafunzi wa Imam Shafi, na Ahmad bin Hanbal ala fikra na mwanafunzi wa Imam Shafi katika masala ya khalq al-Quran, alimkufrisha. Tuko vizuri sana. Kwa hivyo haraka ya takfiri ilikuja ikashika khatamu katika wakati wa Ahmad bin Hanbal. Anakuambia Quran ghairu makhluq, man qala al-Quran makhluq fahuwa jahmi kafir, wa man qala la aqulu makhluq wala ghair makhluq fahuwa waqifiyun jahmiyun kafir, wa hakadha. Hakuna msimamo mwingine isipokuwa ni kwangu peke yangu. Ikaja katika asri ya Ibn Taymiyyah na wanafunzi wake kina Ibn Qayyim al-Jawziyya na mfano wake. Kwa hivyo hii haraka ya takfiri abara tarikh ilianza katika asr al-awwal, kisha ikaja katika zama za Muhammad bin Abdul Wahhab. Kama tulivyosema, haraka hii ilibeba sura ya kidini na kisiasa. Muhammad bin Abdul Wahhab alianza kama ni dai, awalingania watu waache shirki, waache kufri, washikana na Uislamu sahihi ala fikratihi taban. Kisha wakashirikiana na Ibn Saud ala fikra,
Wewe ikiwa walingania watu waache shirki na nini, kuna haja gani ya kuua watu? Wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe mwenye dini yake na mwenye wanadamu wake anasema la ikraha fi din. Kushika dini kwenyewe hakuna kulazimishwa. Wewe hakuna mtu aliyotulazimisha mimi au wewe kuwa Muislamu. Ni ikhtiyari yako dhati kutoka katika nafsi yako. Ama katika dini la ikraha fi din. Wewe nani alokupa ruhusa ama alokupa wewe idhni ya kuwalazimisha watu lazima washike madhhabi yako, ikiwa dini yenyewe hajalazimishwa? Nani alokupa ruhusa hiyo? Kwa hivyo waliingia katika sura ya kidini, lakini lengo lao lilikuwa nini? Ni siasa. Mwisho wa siku ndio wakavamia Hijaz, Maka na Madina, wakaipora, wakaivika jina ambalo kwamba halijawahi kujulikana katika tarehe, ambalo kwamba ni al-Mamlakatul Arabia As-Saudia. Ilianza katika sura ya dini, lakini ikadhihiri sura ya uhalisia. Na ndivyo vile vile ilivyokuwa katika wakati wa Muawiya. Zama moja katika zama za Banu Umayya, walikusanya qurra na ulama kwenda katika mamlaka yao. Anaeleza ile al-Imam Suyuti katika al-Khulafa ar-Rashidun, na wakapewa pesa, wa ajzala lahumus silat, tuko sana, wakapewa fedha za kutosha ili wakalinganie zile ajenda zao za kisiasa, lakini katika sura ya nini? Katika sura ya kidini. Kwa hivyo haraka hii ya takfiri ilianzia huko nyuma ambapo kwamba nilipoeleza. Lakini kisha baada ya hapo kulikuwa na uqala katika janib zote, katika madhahib zote, Sunna, Shia, Ibadhi na madhahib nyingine, ambao kwamba suala hili halikuwa linawapendeza. Na nikiachilia mambo mengi nirudi huku kwetu Afrika Mashariki, kwa sababu katika madhumuni ya swali pia tulikuwa tukiishi sisi pamoja na madhehebu zingine zote kwa amani sana. Kwa mfano nikitolea mfano Afrika Mashariki, madhhabu ambayo kwamba ilikuwa ni kuu ni tatu. Ni madhhabu ya Sunni pamoja na furu'i zake, na madhhabu ya Shia na madhhabu ya Ibadhi. Hizo ndio madhhabu kuu tatu. Tuko vizuri sana. Walikuja wa Shirazi kadha, mambo ni mingi. Lakini sote tulikuwa tukiishi kwa amani. Hakukuwa na mambo haya rudud, hakukuwa na mambo ya kukufurishana, hakukuwa na mambo ya kupigana, na Sunni wakisoma kwa Shia, Shia wakisoma kwa Sunni. Sheikh Abdullah Al-Farsi ambaye kwamba alikuwa mwanachuoni mkubwa wa Kisuni Afrika Mashariki, anaeleza katika kitabu chake baadhi ya wanachuoni wa Afrika Mashariki. Kuna mwanachuoni mmoja wa Kishia ambaye kwamba alitokea Iraq, alikuwa akiitwa Abdul Hussein ibn Ali al-Asghar an-Najafi, ambaye kwamba alikuja Zanzibar. Huyu alikuwa na mwanachuoni mkubwa sana mbowevu. Mwanachuoni mkubwa mwingine wa Kisuni ambao kwamba Al-Habib As-Said Ahmad bin Abi Bakr bin Smith, babake Al-Habib Umar bin Smith, alikuwa akienda kusoma kwake wakiambatana na mwanachuoni mkubwa Sheikh Abdullah Bakathir, wakienda kusoma kwao. Na ala fikri, hivi ni vigogo vya Kisuni ambao kwamba hakuna sheikh yoyote wa Kisuni Afrika Mashariki na Kati ambaye kwamba aliyosoma silsila yake haipiti kwa watu hao. Kwa sababu ukisema tu Ahmad bin Smith, Omar bin Smith, Abdullah Bakathir, Msuni yote lazima apige saluti. Hao walikuwa kienda kusoma kwa huyu mwanachuoni, na hakukuwa na mambo haya ambayo kwamba tunaona leo. Lakini pia Al-Habib Abdul Qadir Al-Junaid, mwandishi wa kitabu Al-Uqud Al-Jahiza wal-Uud Al-Najiza, alikuwa ni imamu wa msikiti hapa wa Kitumbini. Katika kitabu chake hiki anaeleza safari ya kuja Said Ali Khamenei huku kanda zetu za Afrika Mashariki miaka ya 60. Anaeleza tukio lile, lakini akaeleza hafla ambayo kwamba alihudhuria, ambayo kwamba ilifanyika katika ubalozi wa Iran, na akaandika mashairi matamu sana. Lau si wakati ningesoma hapa takriban mashairi abiyati karibu 15. Pamoja na hayo tulioeleza, sasa nakuja katika nukta ya tatu ya swali lako, suluhisho ni lipi? Suluhisho lishaletwa na ulama takriban miaka mingi. Kuna harakati ambayo kwamba ilianzishwa inaitwa at-taqribu baina al-madhahib al-islamiyya. Hili ndio suluhisho ambalo kwamba ilikusanya ulamai wa madhhabu zote za Kiislamu ambazo kwamba ni mu'tabara, zinazokubali kuungana na Waislamu wenzao, na sisi Sunni tukawakilishwa na Al-Azhar Sharifi na ulamai wengine wa Iraqi wa Iran na wama ila dhalik. Kwa hivyo at-taqribu baina al-madhahib al-islamiyya ndio suluhisho, na kila mtu amsome mwenzake kutoka katika vitabu vyake. Sisi shida kubwa ambayo kwamba tunaumia nayo ni sisi kusomana katika vitabu vya maadui. Mimi nataka kumjua Shia, nasoma kitabu cha Ihsanu Ilahi sio dhahiri sio nani. Tuko vizuri sana. Ambao kama ni adui wa Shia nitamjua Shia. Wewe unataka kumjua Sunni, waenda kusoma mathalan kitabu cha Mshia ambao kwamba ni mutatarrif kama sio Yasir sio Quraishi sio vitu gani, utaweza kumjua Msunni? Huwezi kumfahamu. Na hata vitabu vyetu sisi vya Kisuni vilivyoandika firaq, mimi huwa nawaambia wanafunzi wangu msitegemee.
Kwa mfano sio al-milal wa nihal cha Shahristani, sio al-farq baina al-firaq cha Abdul Qahir al-Baghdadi, sio al-fisl baina al-milal wa nihal cha Ibn Hazm. Nasema hizi ndizo ambazo kwamba zilizochochea hizi ikhtilafati. Kila mtu msome katika vitabu vyake ndio utaweza kumfahamu. Ukishamfahamu ndio utaweza kuwa karibu naye. Afwan. Na mnaona kwa kweli kama tulivyosema, maji yalikuwa ni matamu sana. Barakallahu fikum Sheikhna wa a'azzakumullah wa azada fi ilmikum, tuweze kufaidika na maalumati uliokuwa nayo. Sasa haraka twende kwenye swali linalofuata, na hapa nitamkaribisha Sheikh Istanbul yangu lakini kabla sijaenda kwa Sheikh Istanbul, nitawakumbusha kwamba Sheikh ametahadharisha sana, ametuambia maneno mazito sana hapa, asili ya takfir, lakini kwamba tumekuwa na utaratibu wa takrib baina al-madhahib kutatua matatizo haya. Lakini swala muhimu sana kama mwanazuoni, kama mwanachuoni mtafiti ambaye anataka ukweli, usitake kumjua mtu kwa kusoma vitabu vyake. Soma vitabu vyake ili uweze kujua vizuri. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, ndugu yangu, kaka yangu Sheikh Istanbul, umma wa Kiislamu unakabiliwa na maafa ya mgawanyiko. Hili tunalishuhudia. Tumeona swala kwamba tumeshindwa hata kutatua swala la ndugu zetu wa Palestina wanaouliwa. Hali hii imesababisha kwa kweli ni madhila kwetu sote Waislamu kiujumla. Tumepoteza hadhi yetu duniani. Maadui wanacheka kwamba wameshinda. Kwa kweli umetugusia, lakini nini chanzo cha mgawanyiko huu? Kwa mara nyingine, dakika chache tumekupa 5, hebu jalizia hapa Sheikh. Karibu. Kama nilivyosema awali kabla sijamaliza mada yangu, nimeomba kuwekwe tena warsha kama hii, lakini ya muda mrefu, kisha kuwe na mipango ya kama tuseme wazungumzaji wawili kwa siku, ili watu waweze kujadili mambo kwa mapana. Kuna mambo mengi Sheikh Malaba na ndugu zangu ambayo watu wengi hawayajui. Kwa mfano, nimewahi kuzungumza nilipokuwa nimealikwa Haidari Plaza, nikaeleza kutokana na hizi njama nilizowaambia za mwaka 1710 kwa wale jasusi tisia waliotumwa sehemu ya Mashariki ya Kati na Ghuba la Uajemi, ndio waliofaulu mpaka kuanzisha haya madhhabu aliyozungumza ndugu yangu hapo Ustadh Shafi. Narudia kunukuu, tarehe 17 Oktoba mwaka 1798 Muscat, milki ya Oman, wanasaini kulindwa protection agreement na British East India Company. Mwaka 1880 protection agreement Bahrain na Uingereza. 1892 sehemu 5 wamesaini dependency agreement kumtegemea Mwingereza. Hawa ni Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah, Sharjah na Ajman. 1896 Kuwait wamesaini protection agreement na Uingereza. 1915 Saudi Arabia wamesaini protection agreement na Uingereza. Na 1916 Qatar wamesaini protection agreement na Uingereza. Kwa hivyo mwaka 1798 mpaka mwaka 1916 nchi 10 kwenye hicho kitu kinachoitwa Strait of Hormuz wana protection au dependency agreement na Mwingereza, ambaye wakati huo alikuwa na mandate ya Umoja Mataifa kusimamia Palestina.
Wangapi ndugu zangu katika nyinyi mshauona mkataba baina ya Saudi na Waingereza waitwa Darin Treaty? Mshawahi kuona? Huko kwa Kiarabu na Kiingereza. Kwa maana nyingine, lau wauona Sheikh Mulabba na mwingine yoyote, utajua kwamba Saudi wantuonea huruma, wamweka Maka na Madina tu ndio kidogo muna uhuru wa kwenda kwa ruhusa yao, lakini wakiwa hawakutaki uingie. Si Maka na Madina ya Waislamu, ni Maka na Madina ya Wasaudi ambayo wawaonea huruma Waislamu, wawate uhuru wa kwenda miji hiyo miwili. Leo ukiona Wapalestina wanavyofanywa ama Lebanon wanavyofanywa, bukawa mwashangaa kwa nini Waarabu wanyamaza. Ni kwa sababu ya hii mikataba iliwafunga, hawawezi hata kupeleka maji licha kupigana kuwaokoa Wafalestina. Samahani, Istanbul kidogo nitokeze hapa swali, maanake migawanyiko hii tunaiona, lakini unaweza ukatuambia kwa mulkhas kabisa, dakika moja tu, chanzo ni kitu gani ili tutoke na natija hapa? Chanzo nimenukuu kabla ya kuja masuala kwamba wametuma jasusi 9 na wameambia lazima watawanye Ottoman Empire na Iranian Empire, kwa maana ya kwamba lazima tuwagawanye Sunni na Mashia. Kwa tunakubaliana kwamba ni kuwagawanya watu, ni mgawanyiko ndio umesababisha mambo yote haya. Tena Wazayuni Waingereza sasa nakupa mikataba waliosaini kuwa sisi tutanyamaza, wewe tugawanye. Ndugu tuko pamoja. Huu mgawanyiko ndio silaha kubwa iliyotufikisha katika madhila haya kama ilivyozungumzwa Qur'ani. Asante, basi ni kustopishe hapo. Tumezungumza sana leo. Ndugu zangu, mzee wetu Sheikh Mohamed Said, kama kuna machache ya kuongeza, karibu. Hapana, sina la kuongeza. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Sheikh Shafi, nakupa nafasi dakika 1-2 uongeze. Shukrani. Fadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Swali ambalo limeulizwa na Sheikh Mulabba, kilichotufikisha hapa mpaka umma umegawanyika na Waislamu wamekuwa wako tofauti, nini chanzo? Chanzo ni ile principle ambayo imezungumzwa mwanzo, fardhu taswid, wagawe watawale. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala Muhammad wa alihi, wakati anatoka Makka kuelekea Madina, alikuta pale Madina wale wenyeji wa Madina wakiwa wakulumwana. Sheikh Manzola nisamehe kidogo naongea Kiarabu. Aliwakuta wale watu wa Madina hawaelewani, na pale kulikuwa na makabila Banu Kainuka, Banu Quraiza, Banu Nadhiri, makabila yale ya Kiyahudi, wakiwa wanawagombanisha wale wenyeji wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijua wazi kwamba moja ya sababu inayowafanya wale wenyeji wa Madina wasiweze kuelewana ni kwa sababu ya divine rule, wagawe watawala. Ndio maana katika moja ya vitu ambavyo Mtume alivifanya, aliwaunganisha wale watu wa Madina baina ya Aus na Khazraj, kisha akawaunganisha wale waliotoka Makka na wale waliokuwa Madina, wakapata nguvu, Uislamu ukapata hizo. Kwa hiyo sababu ya Uislamu leo kuwa mapote watu hawaelewani, fimbo msagulano, ni kwa sababu ya fardhu tasawwuf. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bila shaka Mwenyezi Mungu ametuonya sana katika suratul Anfal aya ya 46, anasema wa atiu Allah wa rasulahu wa la tanazaw fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Inshallah tuache mgawanyiko. Kutofautiana ni kitu cha kawaida, binadamu lazima tutofautiane,
lakini si kutofautiana maanake tugombane na tushindwe kwenda pamoja, lazima twende pamoja inshallah. Basi swali letu la mwisho talielekeza kwa Sheikh Shaban Pembe. Sheikh, kwa mtazamo wako inshallah, kwa mtazamo wa Kiislamu, ni mambo gani yakifanyika tutaweza kurejesha heshima hii ambayo tumeipoteza ulimwenguni? Karibu. Kitu gani tukifanya tunaweza kurudisha heshima ya Uislamu iliyopotea ulimwenguni? Nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam, sisi ni watu ambao tumepata sharaf, tumepata utukufu na Uislamu. Tukitafuta utukufu kwenye kitu kingine nje ya Uislamu, kwa vyovyote Mwenyezi Mungu atatudhalilisha. Kwa hiyo ili nguvu yetu irudi, lazima tukubali kurudi kwenye misingi ya Uislamu. Waislamu watakuwa na iza kama iliyokuwa wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali Muhammad. Lakini haiwezekani kurudi katika misingi ile ya Uislamu, lazima tukubali kurudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na tukubali kurudi katika mwenendo wake Bwana Mtume Muhammad. Na katika hadithi ya Thaqalaini, kila mmoja anajua kwamba Mtume ametuachia vitu viwili: kitabu Allahi wa itrati ahla baiti. Mtume ametuachia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na watu wa nyumbani kwake ambao wanamjua Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo ili tutoke kwenye udhalili ule, lazima tukubali kurudi kwenye kitabu cha Allah na watu wa nyumba ya Bwana Mtume Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Utukufu wetu na sharafu yetu kama Waislamu itarudi katika ulimwengu. Lakini pia la mwisho nimalize, Sheikh Mulabba, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. We have to change our mindset. Lazima tuwe tayari kubadilisha fikra zetu, mitazamo yetu ambayo tumelishwa na watu wengine. Waingereza wana methali moja, wanasema changes comes from inside, it's not outside. Mabadiliko ya watu, mabadiliko ya mtu yanaanzia ndani yake, sio nje yake. Lazima tukubali kubadilisha fikra zetu, mentality ambazo tumejengewa na watu kutuaminisha kwamba sisi ni watu wanyonge, watu dhalili. Tukiweza kuondoa hayo, tukibadilisha hayo kwenye vifua vyetu, Uislamu unaweza kuwa na nguvu. Lakini pia tujiimarishe katika eneo la kielimu. Tukiweza kuwapa watu wetu elimu sawasawa, Uislamu utaeleweka vizuri, Uislamu utakuwa na nguvu. Tujiimarishe kiuchumi kama alivyofanya Mtume alipoingia katika mji wa Madina. Aliwapa watu elimu, lakini pia akawaimarisha kiuchumi, Uislamu ukapata nguvu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nataka kusisitiza jambo moja: utafiti na kusoma moja. Kisha kuna vitu vikisoma visomwe kwa kutaka kuvifahamu vipaswavyo kufahamika. Mfano rahisi, inna dina inda Allah Islam au al-Islam. Sasa neno dini na neno Islam huwa halikutafsiriwa mara nyingi, malipika masema hakika dini kwa Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Ukitafsiri kitu dini nini, Islamu nini? Dini ni mwenendo wa maisha uliokamilika. Uislamu ni kujisalimisha kwa Mungu na kumtii. Kwa hivyo maana halisi na kwa hakika mwenendo wa maisha uliokamilika kwa Mwenyezi Mungu ni kujisalimisha kwake na kumtii. Tuko salama kwa Mungu na twamtii. Tumeelewana? Pili, mara nyingi nasema wengine huwa hawanielewi. Sura ni Al-Alaq au ni Iqra? Kama ni Al-Alaq, unayo biology na genetics ya kunieleza hapa pazungumza nini?
au watumia lugha kutafita alafu wapita. Kichwa ni al-alaq, pande la damu. Waweza kufafanua papazungumzwa nini? Ama ndio hii kusoma? Wengine wasema nilingania, wengine wasema kariri. Ni hivi sasa maana halisi. Sasa lazima tusome, tuwe tuna elimu ya kutosha, tuweze kupeleka umma unavyokwenda. Ombi langu na wasia wangu kwenu, kuna msemo wa Kiingereza wasema stop agonizing, start organizing. Naam, ni kustopisha kwenye kauli hiyo kwa sababu ni dhahabu. Ngoja basi ni tafsiri. Naam. Ateni kulalamika, anzeni kujipanga. Mbona ninyima mimi sitafsiri bwana? Ungesema nilikuwa nimeachia mimi ni tafsiri. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Acheni kulalamika, acheni kulalamika, jamani, acheni kulalamika. Tulikuwa tuwatake pia wengine waweze kuchangia, lakini muda hauturuhusu. Moja, kujenga ule umoja wetu. Pia tukumbuke hapa, tutaje au tunukuu kauli ya mufti wetu wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, na tunaye hapa mwakilishi wa kina mama na tuache mazoea. Ndugu zangu, tunahitaji kuwa na umoja, tunahitaji kwenda pamoja, tunahitaji kupangilia mambo yetu ili tutoke ndani ya udhalili huu. Tunahitaji tushikamane na Qur'ani na Ahlu Baiti Rasulillah, Qur'ani na Sunna na Ahlu Bait, tuweze kusonga mbele. Kwa haya machache, inshallah, tunawashukuruni sana kwa usikivu wenu, na pia tunawashukuru sana wachangiaji katika panel hii. Mwenyezi Mungu azidishie nuru na maisha marefu. Kwa hapa tumefika, inshallah tumefunga kikao cha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.